Mtazamaji, katika anga za juu kuna vitu vingi na magimba mengi. Kuna nyota, sayari, vimondo na vitu mbalimbali. Tafiti za vyombo mbalimbali vilivyotumwa kwenda anga za juu zimeonyesha hivyo. Lakini katika sayari zote kuna sayari ya Mars ambayo ndiyo inayofanyiwa tafiti zaidi. Na hapa nataka nikakuambie nini kimegundulika wakati tafiti zikiendelea katika sayari ya Mars. Sayari ya Mars, kama ambavyo unaweza kuiona hapo, ni sehemu ambayo hakuna kabisa hewa ya oksijeni wala hakuna maji kabisa. Katika eneo la sayari ya Mars pia hakuna mmea wowote na wala hakuna kiumbe hai chochote ambacho kimewahi au kimeonekana kwenye ardhi ya Mars, wala hakuna kilichowahi kuonekana. Lakini kwa nini wanasayansi na watafiti wanaendelea kufanya tafiti kuhusu sayari ya Mars? Unaambiwa tafiti zimegundua kwamba sayari hiyo miaka ya nyuma ilishawahi kuwa na viumbe hai na iliwahi kuwa na maisha, na inaonyesha kuna viumbe waliishi, maji yalikuwepo, hewa ya oksijeni ilikuwepo, mimea pia ilikuwepo. Inaonyesha kulikuwa na mito na bahari na kila kitu. Mtazamaji, unaambiwa namna wanadamu watakavyoingia katika sayari ya Mars na kufanya maisha, kucolonize Mars. Itakuwaje mfumo mzima wa kuingia? Shirika la anga la Marekani NASA, unaambiwa wametimiza mpango mkakati wao wa kuandaa vifaa maalum ambavyo vitaweza kumsafirisha mwanadamu kuingia katika sayari ya Mars. Si hivyo tu, akifika huko aweze kufanya tafiti, na si hivyo tu, aweze kuanza maisha moja kwa moja. Hawajaishia hapo, unaambiwa jumla ya wanadamu 27 wataweza kusafiri na kwenda kuanza maisha katika sayari ya Mars. Lakini pia wanyama 64 wataelekea katika sayari ya Mars. Watakuwepo mbwa, paka, lakini pia vyura, lakini pia panya na wanyama wengine wadudu pia, ambapo jumla ya sampuli za viumbe wasio binadamu 64 watapelekwa pia katika hiyo sayari hapo palipopewa jina la NASA's Mars Exploration Zone. Kila mwanasayansi anatamani kuwa wa kwanza kuingia katika sayari ya Mars na kucolonize sayari hiyo, kitu kitakachomfanya kujulikana milele na wanadamu wote watakaoishi katika dunia na katika sayari yenye udongo mwekundu, kama mwanadamu wa kwanza zaidi kufika katika sayari hiyo. Tofauti na ilivyo dunia, sayari ya Mars imekosa maji, imekosa hewa ya oksijeni, imekosa mionzi inayofaa kwa maisha ya mwanadamu, yani mionzi ya jua iliyochujwa, na imekosa ozone layer linalochuja mionzi hiyo, lakini pia imekosa baadhi ya madini yanayopatikana katika dunia. Walakini tofauti na sayari zingine, sayari ya Mars pia ina miamba na madini mengi yanayopatikana huko ambayo na duniani yapo, kitu kitakachofanya mawasiliano kati ya dunia na sayari ya Mars yawezekane. Satellites zitakuwa katika anga za juu za sayari ya Mars zikihakikisha wanadamu walioko katika sayari hiyo yenye udongo mwekundu wanakuwa na uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na wanadamu walioko katika dunia yetu, yani Earth. Hivyo wanadamu wa kwanza kabisa watakaokuwa katika eneo maalum la kiutafiti, ambapo utakuwa na maabara zinazotembea, magari mbalimbali kwa ajili ya tafiti, vifaa vya kuchimba udongo na kutafiti maji, madini, hali ya hewa na kila kitu.
vitakuwepo huko. Kwa kifupi, jamaa wanaenda kikazi, wakikuta dhahabu, almasi wanaanza kuchimba. Yani wameanza tayari kuchukua rasilimali katika sayari yenye udongo mwekundu, sayari ya Mars. Ikumbukwe mpaka sasa ni nchi 5 pekee ambazo zimeshafanikiwa kupeleka vyombo vyao katika sayari ya Mars, na hakuna aliyepeleka mwanadamu, ila NASA ndio pekee wenye mpango mzito ambao tayari wameshautekeleza kwa zaidi ya 30%, ambapo vifaa vyote vinavyotakiwa vimetengenezwa na baadhi ya vifaa viko mbioni kukamilishwa, ili mnamo mwaka 2025 basi mwanadamu aingie na kuanza maisha ya moja kwa moja. Lakini mwaka 2021 mwanadamu pia ataelekea kufanya hizo tafiti ambazo NASA wameplani kuzifanya. Unaambiwa sayari ya Mars imeonyesha moja kwa moja iliwahi kuwa na maisha na ilishawahi kuwa na viumbe, lakini bado haijulikana ni viumbe gani hao. Wanasayansi wanataka wakaishi huko bila uoga, na wakishaanza maisha huko watatambua zaidi viumbe wengine ambao huenda wanapatikana katika sayari hiyo na ambao huenda waliwahi kuishi katika sayari hiyo, na watatambua zaidi kama kweli hakuna maji ama la. Tafiti za kuonyesha hakuna maji zimefanywa na vyombo mbalimbali vilivyotumwa na kupita na kutua katika sayari hiyo, lakini watakapoenda wanadamu na kuendesha magari maalum, watakuwa na uwezo wa kufanya moja kwa moja tafiti, ambapo watafanya hata tafiti za kuchimba, yani kudrill, kuweza kuona kama kuna availability of water, maji. Baada ya hapo, tukuulize mtazamaji, unadhani ni sahihi kutafiti maisha nje ya dunia, na je, watafanikiwa? Gonga like na subscribe, kisha tuambie comment below.